Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, baada ya kumshukuru Al-Haq subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pamoja na kuwatakia radhi masahaba zake na albayt wake Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karibu mtazamaji katika kipindi maalum ambacho kwamba kimehusishwa kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan ambao kwamba tuko ndani yake, kipindi ambacho kwamba tutakuwa tukizungumza masala yanayohusiana na mwezi mtukufu kama huu na masala ya Ramadhan na faida ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi wa Ramadhan na faida za kufunga, na kina nani ambao kwamba wamepewa ruhusa ya kula mchana wa Ramadhan na kina nani ambao kwamba hutoa fidia. Haya yote insha Allah tutakuwa ni wenye kuyazungumza katika kipindi kama hiki kwa mukhtasar biidhnillah. Na leo tutaanza na neno hili Ramadhan. Ramadhan ni nini? Ramadhan ni mwezi wa Kiislamu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake anasema inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillah. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Quran Al-Karim, maneno yake asema Allah subhanahu wa ta'ala kuwa hakika idadi ya miezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Katika miezi hizi 12 Ramadhan ni mwezi wa 9 katika miezi hizi 12 za Kiislamu. Mwezi wa Ramadhan ni mwezi ambao kwamba una fadhila nyingi sana, lakini maulama wamekuja na kueleza hili neno la Ramadhan lina maana yake pia. Wengine katika maulama wakatuambia inma sumia Ramadhan liannahu yuhriqu dhunub, imeitwa Ramadhan kwa sababu inachoma madhambi. Hili neno Ramadhan wasema ni mushtaqun min ar-ramadh, limetokamana na neno la Kiarabu hii ar-ramadh, yani wasema maulama nayo ni shiddatul har, ukali wa kuchoma au ukali wa joto, ukali wa jua. Iliitwa hivi kwa sababu mwezi kama huo ilikuwa jua limewaka kisawasawa, na kama tunavyojua Uarabuni ni desert, jua lilikuwa limewaka na linachoma sana, wakaliita mwezi kama hili Ramadhan. Lakini maulama wanatuambia inma sumia Ramadhan liannahu yuhriqu dhunub. Allah subhanahu wa ta'ala amechagua hasa mwezi kama huu, watu husamehewa madhambi ya watu huchomeka, kama tutakavyoona katika faida ya mwezi kama huu. Ramadhan ni mwezi ambao kwamba umebeba fadhila nyingi sana, na moja katika fadhila ni kuwa ndio mwezi peke yake katika hii miezi 9 ambao kwamba miezi 12 ambao kwamba tumesema katika hii miezi 12 ndio mwezi peke yake ambao kwamba umetajwa katika Al-Quran Al-Karim aliposema Allah subhanahu wa ta'ala shahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Ni mwezi ambao kwamba ndani yake kumeteremka maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ndio mwezi ambao kwamba ndani yake kumeteremka kitabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama vile vile katika fadhila nyingine ni kuwa kushuka Qur'ani ndani yake, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yao yameshuka ndani ya mwezi kama huu. Hii ni kuzidisha fadhila ambao kwamba yapatikana katika mwezi kama huu. Ama tulivyosema ni mwezi ambao kwamba kuna msamaha sana, na kama tutakavyoona katika fadhila Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadith ambao kwamba iko kwa sahih ya Ibn Khuzaimah, Mtume sallallahu alayhi wasallam kupokewa na sahaba Salman al-Farisi asema khatabana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, alituzungumzisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au alitukhutubia Mtume sallallahu alayhi wasallam fi akhir yawm Shaaban, katika siku ya mwisho wa mwezi wa Shaaban. Faqal, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya ayuha nnas qad adhallakum shahrun adhimun shahrun mubarakun, enyi watu imewaingilieni nyinyi au yenye kuwafunika nyinyi, imekuwa ni yenye kuwafunika nyinyi mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi ambao kwamba una baraka zaidi sana, kuonyesha ni mwezi ambao kwamba una fadhila kubwa sana kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaendelea Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema shahrun
ni mwezi ambao kwamba fihi lailatun khairun min alfi shahr, ndani ya mwezi kama huu kunapatikana usiku ambao kwamba ni bora kushinda miezi 1000. Hii ni fadhila ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu, na faida ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu ni kuwa kuna usiku ambao kwamba ni bora kushinda miezi 1000. Yani usiku mmoja wewe ukifanya ibada ndani yake kana kwamba umefanya ibada ya miezi 1000, takriban miaka 83 na miezi kadhaa wewe umeshinda kufanya ibada kwa usiku mmoja, kuonyesha ni mwezi ambao kwamba umebeba fadhila kubwa sana. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, ja'ala Allahu siyamahu faridha, Mwenyezi Mungu amejalia katika mwezi kama huu kufunga ni faradhi au ni wajibu. Fadhila nyingine ni kuwa kunapatikana ibada ya kufunga katika mwezi kama huu, wa qiyam, na vile vile kuna qiyam, kuna kusimama usiku kwa kufanya ibada. Kama tunavyojua ni mwezi ambao kwamba kuna ibada ya swala ya tarawih, swala ambayo kwamba haipatikani katika miezi mingine, kuonyesha ni mwezi umebeba fadhila na faida chungu mzima. Amejalia Allah subhanahu wa ta'ala kusimama ni katika kujikaribisha na yeye, ni katika kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika kupata fadhila katika mwezi kama huu. Akaendelea Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man taqarraba fihi, yule ambaye kwamba atajikurubisha katika mwezi kama huu, bikhaslatin min alkhair, kwa kufanya jambo lolote katika khairi, kana kaman adda faridhatan fi ma siwa, ni kama kwamba mtu ambaye kwamba amefanya jambo la faradhi katika miezi mingine. Fadhila ya kufanya jambo lolote la khairi katika mwezi kama huu, tuaona faida yake ni kuwa walipwa thawabu ya faradhi ya miezi mingine. Ni fadhila kubwa sana katika mwezi kama huu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, na yule ambaye kwamba atafanya faradhi katika mwezi kama huu ni kana kwamba amefanya faradhi katika miezi mingine, faradhi 70 hasa katika miezi mingine, yani kuonyesha ni mwezi ambao kwamba umebeba faida chungu mzima. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa huwa shahru sabr, vile vile ni mwezi wa subra, ni mwezi ambao kwamba kunatakikana subra ndani yake. Mtu ajizuia na mengi ambao kwamba yalikuwa ni halali, ukawacha kula, ukawacha kunywa na ukawacha mke wako wa halali, ukawa na subra na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wasabru, na subra thawabuhu aljanna, subra thawabu yake ni wewe kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile katika mwezi kama huu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa shahru muwasa, vile vile ni mwezi wa huruma, mwezi ambao kwamba watu wanaoneana huruma. Yule ambaye kwamba alikuwa anazo za kuweza mfano kujinunulia chakula kila siku, yeye hakuli hata mili 3 kwa siku, labda anakula zaidi ya mili 3 au 4, lakini katika mwezi kama huu anafunga na anapata kujua uchungu ambao kwamba wanapitia wale labda kwa siku wao wanapata chakula mara moja kwa siku. Sasa anakuwa na huruma na kuhurumiana na mwenzake, na kuhurumiana kwa kutakia wengine kheri. Ukamwona mtu labda anaingia katika jambo la shari, ukamkumbusha akaingia kheri. Ni mwezi ambao kwamba kila mmoja amtakia mwenzake pepo. Vile vile katika faida ya mwezi kama huu Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea asema ni mwezi ambao kwamba ukimfuturisha yule mwenye kufunga unapata kusamehewa madhambi yako, wa itqu raqabatihi minan nar, na vile vile unapata kuwekwa mbali na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumlisha mtu. Maswahaba wakamuuliza, ya Rasulullah, si katika sisi ambao kwamba si wengi katika sisi ambao kwamba tutaweza kuwalisha wale ambao kwamba ni wenye kufunga? Wao wakifikiria labda ni umwandalie mtu chakula umuite ale ashibe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema thawabu kama hii yapatikana hata kwa kumpa mtu tama la maziwa. Ukampa mtu kikombe cha maziwa akafungua, au ukampatia tamr, ukampatia tende moja, thawabu kama hizi zinakuwa ni zenye kukufikia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea akasema, waman ashba'a sa'iman, na yule ambaye kwamba atamshibisha mwenye kufunga.
Mwenyezi Mungu atamfanyia nini? Saqahu Allahu, Mwenyezi Mungu atakuwa ni mwenye kumnywesha fi haudhi, katika kisima changu, katika haudhi yangu. Hatopatwa na kiu yeye mpaka atakapoingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ama katika fadhila nyingine ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa shahrun, na vile vile ni mwezi ambao kwamba awaluhu, mwanzo wake rahma, ni mwezi ambao kwamba unaanza na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anatoa huruma yake na rahma yake kuenea kwa waja, na anayehurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, je, atapata kuadhibiwa? Hawezi kuadhibiwa yule ambaye kwamba atahurumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumaanisha maulama wakasema 10 la kwanza ni 10 la rahma, kuonyesha ni mwezi ambao kwamba umebeba fadhila kubwa sana. Wa ausatuhu maghfira, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema na 10 la pili au katikati ya mwezi kama hii watu wanapewa msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni 10 ambalo kwamba limebeba maghfira, 10 la watu kusamehewa madhambi yao. Wa akhiruhu, na mwisho wake itqun minan nar, ni watu kuondoshwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa hizi zote ni fadhila ambazo kwamba zapatikana vile vile katika mwezi kama huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka sisi tukithirishe kufanya mambo manne. Asema fastakthiru, kithirisheni katika miezi kama hii, min 4 khisalin, kufanya mambo manne. Khaslatani, mambo mawili, mtakuwa ni wenye kumridhisha Mola wenu kwa mambo mawili kama hayo, na mambo mawili la ghina bikum anhuma, na mambo mengine mawili hamwezi nyinyi mkajitosheleza. Mambo manne Mtume sallallahu alayhi wasallam akataka tuyazidishe katika mwezi kama huu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema amma khaslatani allatani tardhauna bihima rabbukum, ama mambo mawili ambayo kwamba mtakuwa ni wenye kumridhisha nayo Mola wenu, fa shahadatu an la ilaha illa Allah wa tastaghfirunahu, ni kuleta ile kalima ya la ilaha illa Allah. Mtu akawa yeye ni mwenye kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, na kushuhudia kwamba hakuna mola anayefaa kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo kwamba mtu afaa kuridhisha, kuzidisha ili apate kumridhisha mola wake. Vile vile watastaghfirunahu, na kumtaka Allah subhanahu wa ta'ala msamaha katika mwezi kama huu. Mwenyezi Mungu anakuwa ni mwenye kuridhia. Vile vile mambo mawili ambayo kwamba hatuna budi nayo, hatuwezi tukajitosheleza kwa mambo mawili kama hayo. Fatasaluna aljanna, ni sisi kuomba pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kuomba Mwenyezi Mungu atuepushe na moto wake. Ndio pale ukaona maulama wakatuwekea ile uradi baada ya kila swala, ashhadu an la ilaha illa Allah, astaghfirullah, as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Ikawa mtu afaa kukithirisha kuleta uradi kama huu ili apate yeye kupata faida ambayo kwamba yapatikana katika mwezi kama huu, kumridhisha Mola wake na kuingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, vile vile na kuondoshwa na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtazamaji, ni mengi ambayo kwamba yako katika faida ya mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhani. Inshallah tutakuwa ni wenye kukomea hapa. Katika kipindi kinachokuja tutaweza kumalizia faida ambazo kwamba zinapatikana katika mwezi kama huu. Hatuwezi tukazimaliza, lakini vile vile Waarabu wanasema ma la yudraku kullu la yutraku kullu, kile ambacho kwamba hakiwezi kufikiwa yote hakiwachwi chote. Tutagusia inshallah kidogo ili tupate kujua huu mwezi ambao kwamba tuko ndani yake kuna fadhila nyingi. Mtu asijiweke kando akaona kuwa amefunga ni mnyonge, la, kuna mengi ya kufanya na kuna faida nyingi ambazo kwamba zapatikana katika mwezi kama huu. Inshallah tutakapokutana tutakuwa wenye kuzieleza. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.